tayari alikuwa ameshaelekea kibla, ndugu yetu Nsingizini. Mnyama tayari tulikuwa tumeshakuwa na uhakika wa kwenda hatua inayofuata. Kwa mechi ya leo tukaamua kucheza kikubwa zaidi, tukaamua kucheza kimahesabu ya kuona mbele, tukaamua kucheza kimahesabu ya kuiona kesho. Tukajiambia ya kwamba madhali tumeshafuzu, basi hatuna sababu mechi ya leo kuanza mikiki mkimbizano, watu wakacheza wakaumizana, watu wakacheza wakaparulana wakachoka, wakati kiuhalisia siku 3 baadaye tuna mechi nyingine muhimu na ngumu kweli kweli ya ligi kuu ya NBC. Kwa mechi ya leo mwalimu akawa anaitumia kutengeneza mipango yake kuelekea mechi inayofuata dhidi ya TRA. Kwa mechi ya leo mwalimu akawa yuko mazoezini na vijana wake. Leo ilikuwa mazoezi tupo group stage tangu wiki iliyopita. Kwa mwalimu akawa yuko mazoezini akitengeneza mifumo yake mingine kuelekea mechi ya tarehe 30. Kiuhalisia ni kwamba ratiba ya mechi inayokuja imetufanya kucheza namna hii ambavyo tumecheza hii leo, na tayari tumeshafuzu. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kutumia nguvu kubwa. Alafu leo tarehe 26, kesho 27 watu wanafanya recovery, 28 tunaingia safarini, tarehe 30 unakwenda kucheza mechi muhimu kweli kweli. Kwa leo mwalimu akawa ameanza maandalizi kuelekea tarehe 30 na kila kitu kwa upande wetu kimekwenda vizuri. We are very happy. Tuko hatua ya makundi. Kilichotufurahisha ni kwamba tumeingia hatua ya makundi kwa mara ya 7 mfululizo katika michuano ya kafu, na kama ambavyo nimesema ni timu chache mno Afrika zenye rekodi kama hiyo. Ni timu 2 tu, Mamelodi pamoja na Al Ahly. Watatu wameongezeka Simba Sports Club. Kwa hiyo tumefurahi namna hiyo, lakini kama haitoshi tumeingia hatua ya makundi kwa namna ya kipekee kabisa. Tumembamiza mtu nyumbani kwake, tumeimaliza mechi nyumbani kwake, amekuja Benjamin Mkapa, tumempapasa kidogo, nyama huyo ameingia zake hatua ya makundi, na maandalizi ya mechi inayofuata yameanzia kwenye mechi hii. Na kiwango yule angetingishika ndo angemjua mnyama ni nani. Madhali na yeye alikuwa ameshakubali, sababu ukiangalia kuna muda kuna muda anapoteza muda, kuna muda anaanguka, anafanyaje. Sasa akipoteza muda sisi tunashukuru, tunasema huyu bwana anatusaidia. Kwa hiyo ameingia kwenye mfumo na yeye akawa amerelax, kwa sababu kimsingi hakuwa anataka kufungwa kwa aibu. Kwa hiyo na yeye akawa anacheza kistaarabu, na sisi tukasema inatosha, acha tumalizane naye 3-0, twende zetu hatua ya makundi. Nimeona maoni kwa wadau ama mashabiki wa Simba, mwalimu amefanya rotation, lakini kwa kiasi fulani leo msemaji ni kama hamjacheza kwenye kile kiwango ambacho tumemzoea kumuona Simba. Nini kimesababisha, ama ni game plan ya mwalimu? Game plan, tungesema tucheze vile ambavyo tunatakiwa kucheza, tufungue makucha yetu, tucheze kama ambavyo inatakiwa kucheza, yaani kana kwamba hatujapata kitu kabisa katika mechi iliyopita. Usingeiona Simba hii ambayo umeiona hii leo. Lakini Simba anaingia uwanjani, nahodha yuko kwenye bench. Simba anaingia uwanjani, mwalimu anaanza bila mshambuliaji. Simba inaingia uwanjani, mwalimu kafanya mabadiliko kwenye safu ya ulinzi. Simba inaingia uwanjani, mwalimu kafanya mabadiliko kwenye eneo la katikati mwa kiwanja. Kwa hiyo unaona kabisa ulikuwa ni mpango wa mwalimu. Bahati mbaya sana ni kwamba hatukujua sisi mpango wa mwalimu, hatukujua mwalimu amepanga kitu gani, na hatukujua vile vile mwalimu anajiandaa na nini kuelekea katika mchezo huu. Changamoto iliyopo ni kwamba sisi tulikuja na matamanio makubwa sana, mashabiki tulitamani, tulitaraji na tulitegemea tungemfunga goli nyingi sana, alafu baada hapo tuwe tumefurahi. Lakini mwalimu alikuwa na mpango wake, na mpango mwalimu ndio mpango wa kuheshimika. Tumetimiza malengo, mnyama ameenda hatua ya makundi, inatosha kabisa. Tumeshazoea ama umekuwa ni utaratibu wenu wa kawaida sana kufuzu katika hatua hii ya group stage. Semaji, ukitazama kikosi sasa, watu wapya mliokuja msifanye vurugu.
Ukitazama kikosi cha mnyama sasa hivi, matumaini yapo ya kucheza nusu finali? Ya matumaini tunayo makubwa sana kwa timu hii tuliyokuwa nayo. Kwanza tazama namna ambavyo wachezaji wanajitoa, wachezaji wanajituma, lakini angalia namna ambavyo tuna mwalimu mjanja kweli kweli. Ingekuwa ni mwalimu mwingine angetaka sifa za kusema ya kwamba huyu nishamgonga 3, sasa wacha na leo nimwekee full mkoko ni mgonge 7 nyingine ziwe 10. Lakini mwalimu akapiga hesabu, nataka kitu gani hapa? Nataka kufuzu, nimefuzu. Na baada ya hii leo kitu gani kinafuatia? Siku 3 baadaye kuna mechi. Wapi? Tabora, mbali kweli kweli. Cha kufanya hapa ni nini? Nijipange na mechi ya Tabora. Kwa hiyo mwalimu ukiona hesabu zake namna hii zinakupa matumaini ya kwamba tuna mwalimu mzuri ambaye anajua kuchagua kitu gani cha kufanya kwenye wakati gani. Lakini kama haitoshi, aina ya wachezaji tuliokuwa nao, tazama utulivu wao, tazama ubora wao, namna ambavyo wanafanya vitu kwa usahihi na kwa makini na kwa wakati. Hii maana yake ni kwamba inatupa sisi imani na shauku kubwa ya kwamba hatua ya nusu fainali mwaka huu Simba tuna asilimia kubwa mno kuifikia kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kikosi kinataraji kuondoka tarehe 28 tukifika salama kuelekea Tabora kwenda kuwafuata TRA United. Na mechi hii ya leo, namna ambavyo tumecheza ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wameperform hii leo ni maandalizi kuelekea mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wamecheza kwa kutunza nishati mwili ama kutunza power, sio power ya Mbosso, kutunza power ya mwili. Ni dhahiri shahiri ya kwamba mwalimu alishaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 dhidi ya TRA. Hakukuwa na maana yoyote ufunguke, utumie nguvu kubwa, vijana wapambane, wapishane, alafu baada ya mechi watu wamechoka, unakuja kucheza na TRA, unamkuta yuko fresh na nguvu ya kutosha, alafu wewe umecheza unaenda kiwanjani hauna nguvu ya kutosha kwa sababu uliitumia kwenye mechi ya ligi mabingwa Afrika. Unaingia kiwanjani unacheza vibaya, unapata sare ama unafungwa, inakuwa haina maana yoyote. Ndio maana hii leo tukacheza kwa kurestore energy. Unacheza huku unatunza mwili ili utakapokuja kuingia uwanjani sasa kwenye mechi ya kuchukua alama uende ukiwa na nguvu ya kutosha, uende ukamtandike TRA pale pale nyumbani kwao, uondoke na alama 3. Huna sababu ya kutumia nguvu kubwa wala akili kubwa kwenye mechi ambayo tayari umeshafuzu. Kiuhalisia sisi tulifuzu tangu tarehe 19 ya mwezi wa 10. Leo tulikuwa tunafanya sherehe tu ya kuingia hatua ya kundi kwa mara ya 7 mtawalia. Lakini umefurahi kwa timu zote 4 kufuzu, semaje? Swali lako la mwisho. Nani? Christina Mwagala. Ni mechi ngumu against TRA. Always tukicheza na wale mabwana, mechi yetu inakuwaga ngumu kweli kweli. Wana timu nzuri, wana confidence ya kutosha, wana morali, wanapambana kweli kweli, ni wapambanaji. Ni timu ngumu, ni ngumu sana, lakini sisi tunakwenda kwenye mchezo huo kwa tahadhari kubwa. Na ndio maana unaona hata mechi ya leo tumecheza Benjamin Mkapa, tunacheza na Nsingizini ligi ya mabingwa Afrika, lakini akili yetu inamuanza TRA. Tunaanza maandalizi yetu, tumeanza mipango kwenye mechi hii kuelekea mchezo wetu huu kwa sababu tunafahamu ugumu wake, lakini tunaamini kwenye ubora tuliokuwa nao na meneja wetu mtaalamu kweli kweli, tunaamini atatuvusha salama kwenye mdomo wa TRA. Vipi lakini swali langu hujanijibu, semaje? Swali lako linasema umefurahishwa na timu zote 4 kufuzu? Timu 4 za Tanzania zimefuzu kwa mara ya kwanza. Kwanza inatakiwa vilabu vyote na wadau wote wa mpira Tanzania
waipongeze Simba Sports Club. Wote Wote wadau wote wa mpira wanatakiwa kuipongeza Simba Sports Club. Simba ndio tumefungua milango ya timu za Tanzania kutamani kwenda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Miaka michache huko nyuma timu zote zilikuwa zinawaza kushindana locally. Hakuna ambaye alikuwa na shauku ya kwenda kushindana kimataifa. Kila mtu alikuwa anawaza tufungane wenyewe kwa wenyewe. Unatoka zako Ruangwa na Mungo, unakwenda zako Ali Hassan Mwinyi Tabora. Unatoka Ali Hassan Mwinyi Tabora, unaingia Liti pale Liti Iringa, Singida. Unatoka hapo unakwenda Sokoine Mbeya. Tulikuwa kama Watanzania tumesharidhika na maisha hayo. Hakuna ambaye alikuwa anafikiria kabisa michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa tulikuwa tunapeleka timu 2 pekee, na zenyewe ikienda mechi ya kwanza, ya pili imetolewa. Na timu ikitolewa kwenye michuano ya kimataifa ilikuwa hausikii mashabiki wakilalamika kwa nini tumetolewa. Hata kama itatolewa na timu dhaifu, ili mradi tu ni timu ya nje, iwe Kenya, iwe Uganda, iwe Malawi, iwe Mozambiki, ili mradi imetolewa na timu ya nje, Watanzania tulikuwa tunaridhika kama hakuna ambacho kimetokea. Lakini Simba Sports Club tukaja tukabadilisha mtazamo, tukawaambia na wengine haya sio maisha, twendeni tukashindane kimataifa. Hawakutuelewa mwanzoni, lakini baada ya mnyama kuanza kutupa karata yake kwenye michuano ya kimataifa, hatimaye kila mmoja sasa na yeye akatamani, na mnyama alivyozidi kusogea mbele ligi